akili ya mwanadamu ndiyo inayomfanya awe tofauti na wanyama, na hii ndiyo inayoamua mwanadamu ale nini asile nini, tofauti na wanyama wanavyoishi. Daraja lingine la utofauti ni uwepo wa Roho wa Mungu ndani ya mwanadamu. Tuliambiwa mwanadamu si mtu tu, mtu ni zaidi ya mwili, mtu ni nyumba ya roho. Kwa hiyo ukitaka kutazama vizuri wanadamu na wanyama, utaona kwamba kuna mambo mawili kama sio matatu ambayo mwanadamu ni zaidi ya mnyama. Mwanadamu ana Roho wa Mungu, mwanadamu ana akili na maarifa makubwa kuliko wanyama, na tatu, mwanadamu anastahili heshima kutoka kwa viumbe vyote. Na tafiti za kibiolojia pia zimebaini kwamba ukimwangalia mwanadamu, seli zake, mwili wake, kama ni moyo unao, ng'ombe anao, mapafu unayo, ng'ombe anayo. Ukiangalia structurally ni kama tunafanana, lakini ni hivi vitu vitatu ambavyo nimekueleza leo vinavyoleta tofauti. Na hata sayansi inakiri kwamba uwezo wa mwanadamu wa kutawala na kudominate ndio unaomfanya uwe tofauti. Kwa hiyo chakula tunachokula, moja, lazima kiwe sahihi kwa roho zetu, lazima kiwe sahihi kwa akili zetu, lakini lazima kiwe sahihi kwa mwili wetu. Mungu alipoumba mwanadamu alimwambia utakula mbegu na matunda. Wanyama na viumbe wengine akawaambia mtakula majani. Sifa moja hivi vitu vyote viwili ni kwamba vyote vinamea kwenye udongo, kwa sababu hawa wote ni mili ya udongo. Lakini kwa nini majani, huyu apewe majani, huyu apewe matunda? Ukiangalia katika biolojia, structure ya miti inayozalisha matunda ni miti ambayo ni complex, inachukua muda mrefu kukua, na ina mifumo endelevu kuliko mimea ambayo inazalisha majani peke yake. Hii ni kwa nini? Kwa sababu akili ya mwanadamu, kwa sababu ina uwezo unaweza kufanya mambo yanayopita uwezo wa kiumbe chochote, lazima ilishwe kwa namna ya pekee kuliko kitu chochote.